Unajua sheitani anapoanza, ndugu Muislamu, haanzi katika njia ya karibu, anakuanzia mbali sana, hata aje ya kutumbukize katika ile ambayo ni kinyume ya Mola wako, ametumia muda mrefu sana. Kwa hivyo sheitani anapokushawishi katika njia mbalimbali ambazo ya kukutoa wewe katika njia ya Mungu, tumia vitu viwili katika kupiga vita mawazo ya sheitani. Njia ya kwanza ni kutumia akili yako ya kibinadamu. Wewe umepewa akili bwana, wewe si mnyama, wewe si kombo mwiko wala ng'ombe ambaye hana akili. Upate kuitumia akili yako, na Mungu atakuuliza siku ya Kiyama, nilikupa akili mimi, mbona ulishindwa kufuata ile njia ambayo nilikuwa nimekupangia mimi? Unajua kazi kubwa ambayo sheitani anamfanyia binadamu ni kumnong'onezea baadhi ya maneno katika masikio yake, basi hana uwezo nyingine. Anakuja kwenye masikio yako, anakuambia baadhi ya maneno, alafu anaondoka. Sasa anapoondoka, nafsi yako inaanza kurudia, inataka kushawishi sasa uyafanye yale. Ndio hapa sasa hivi wewe unatakana utumie akili. Mungu amekupa akili. Ni mfano wa mtu anayetembea barabarani, sheitani anakuja anamwambia bwana kwenye masikio yake. Hana uwezo sheitani wa kumshika mtu akampeleka katika sehemu, ama akamzuia mtu asiende msikitini, ama akamvua hijabu yake, ama akampeleka katika sehemu ya haramu. Hiyo uwezo hana. Kazi kubwa ambayo sheitani anafanya ni kunong'oneza baadhi ya maneno katika masikio yako. Unatembea barabarani, anakuambia muangalie huyo mwanamke alivyokuwa mrembo. Sasa wewe inatakana utumie uchaji Mungu katika kupiga vita mawazo kama haya, na utumie naye na akili yako, na umuulize ushaitani baadhi ya maswali na ashinde kukujibu. Muulize, huyu mwanamke nikimwangalia nitapata nini jamani? Ni nyama iliyokaangwa kwa iliki na karafuu, ukila unaona raha? Ni halua ambayo ukitafuna na kahawa chungu unaona raha? Ni nini hiyo? Na nimeangalia miaka nyingi, imenisaidia nini mimi zaidi ya kutorotesha imani yangu? Mpaka leo macho imekataa kutoa machozi kwa sababu ya kuangalia. Na njia ya pili ya kuipiga vita mawazo ambayo inaikuijia wewe, tumia uchaji Mungu wako, takwa Allah. Lau kama si uchaji Mungu wa Islamu, sisi wengi wetu hapa sasa hivi tusingekuwa hapa. Mazingara ambayo tunaishi ndani yake ni mazingara huru, kila kitu ni halali. Kama si uchaji Mungu, nini nyingine ambayo itakuzuia wewe unamisha macho barabarani? Na sheitani anakushawishi katika njia moja na nyingine. Kama si ucha Mungu, haya mazingara ambayo ni ya halali, kila kitu kwa pesa zako ambao unazo wewe, kila kitu yako wazi, madanguro yamejaa kila mahali. Subhanallah, ushirikina, waganga wamejaa kila mahali, haramu ya kila aina, riba, khiana, kamari, miziki, disco, kila mahali imejaa. Lau kama si uchaji Mungu, nini nyingine ambayo itatuzuia sisi? Sasa inatakana uyapige vita mawazo haya kwa ucha Mungu wako. Mungu amenikataza hili jambo, Mungu hakunielekeza huko, hili mbaya kuyafuata, mimi nitafuata ile ambayo Mungu amenielekeza. Sasa ukitumia uchaji Mungu wako na ukatumia akili yako, mwisho wake sheitani atakuacha na atakwenda kutafuta mtu mwingine ambaye hana mawazo kama ulivyokuwa nayo. Hii ni TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka.